mwanadamu ambaye hajagundua kusudi lake ni mtu hatari sana. Kwa sababu huwa mwanadamu kabla hajawa mwanadamu ni mnyama. Kwa mwanadamu ambaye hajatambua kusudi lake, maisha yake ni kama mnyama. Okay. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu bila kujua kusudi lako, maana yawe kuwa na akili haipo. Akili yako haiwezi kutumika kwa faida kama haijaweza kujua kwa nini uko hapo ulipo na nini unapaswa kufanya. Yeah. Sawa? Kwa hiyo jamii kubwa ya wanadamu unaona kwamba wanaishi maisha ya hovyo kwa sababu hawajajua wao ni kwa nini wako pale walipo na nini wanapaswa kufanya. Maana ukijua kwa nini uko hapo, utajua ni nini unapaswa kufanya. Ndio maana kusudi na maono vinaenda sambamba sana. Ngazi ya kwanza ni kujua vipawa na shauku, lakini baada ya hapo tunakuja ni kusudi. Then baada ya kusudi unatengeneza nini? Maono. Sasa usipojua kwa nini uko hapo, ndio unafika mahali mwanadamu anasema ni bora ningezaliwa kuwa mbwa Amerika kuliko kuwa mwanadamu Afrika. Sababu kubwa ni kwamba hujajua kusudi la wewe kuzaliwa Afrika na kuwepo mahali ulipo hapo. Mungu kuna vitu ambavyo kaviweka ndani yako katika mazingira uliopo, ili kupitia ile kusudi na ule uwezo ambao ameweka ndani yako uweze kubadilisha mazingira yako. Amerika ilitengenezwa na watu waliojua kusudi lao. Europe ilitengenezwa na watu waliojua kusudi lao. Afrika itatengenezwa na watu wanaojua kusudi lao kuwepo Afrika. Binafsi napenda Afrika. Na kiukweli kama kuna sehemu ambayo naona kuna fursa nyingi za mafanikio ni Afrika. Sasa tunapokuja kwenye swala la kusudi, kwa nguvu ya kusudi ndio ambayo inakufanya wewe uweze kushinda vikwazo na changamoto. Maana kusudi linakupa kuona uelekeo halisi wa maisha yako. Kusudi ndio linakupa nguvu ya kuweza kutatua matatizo yako na ya jamii, kwa sababu kila unapojua kwa nini, akili yako inafanya kazi kuhakikisha ile kwa nini inakuwa majibu. Kwa usipokuwa na kwa nini, usipojiuliza swali kwa nini mimi nina uwezo huu, kwa nini natakiwa kufanya hivi, utaona vile vitu havina thamani. Okay. Utaona vile vitu havina thamani. Lakini ukijua kwa nini, hutakubali vile vitu ukafa wakati havijatumika. Ndio maana kuna msemaji mmoja ambaye shafariki anaitwa the late Dr. Miles Monroe, anasema sehemu ambayo kuna utajiri mkubwa sana duniani sio migodini, sio hata benki kuu, sio hata sehemu yote ambayo kuna tunza fedha, bali ni kwenye makaburini. Kuna watu ambao wamekufa na utajiri ambao haukutumika kwa sababu hawakuishi katika kusudi lao, kwa sababu hawakulitambua. Waliishi kama wanyama, kula, kunywa, kulala, kuzaa watoto na kufa. Ukiishi maisha ya namna hiyo ni mtu hatari sana, kwa sababu dunia haitanufaika na lile jambo ambalo liko ndani yako, ambalo kupitia wewe dunia lipaswa kuwa mahali bora pa kuishi. Okay. Dunia haiwezi kuwa mahali bora pa kuishi kama wewe hautaishi ndani ya kusudi lako. Tanzania, familia yako haiwezi kufurahia uwepo wako kama wewe haujajua kusudi lako. Kwa ndani ya kusudi lako kuna majibu ya familia yako, kuna majibu ya taifa lako, kuna majibu yako wewe, kuna majibu ya dunia nzima. Kwa sababu ukijua kwa nini niko hapa, kila unapoamka ile sababu inakupa nguvu ya kutimiza ile kwa nini yawe kuwepo. Kusudi ni why. Kwa nini ndio kusudi. Sasa kila siku unapojiuliza, tumia akili yako kujiuliza, kwa nini mimi niko hapa? Kwa nini Mungu amenipa hiki nilicho nacho? Kwa nini mimi? Kwa hiyo ndani ya kile kitu unachojiuliza, lile jibu unalipata, lifanyie kazi, maana ndio kusudi la wewe kuwepo hapo. Kwa hiyo sasa hata hiki kikao, hata hapa tulipo hapa studio, kwa nini tuko hapa studio? Kuna kusudi la hii kipindi. Ndio. Sasa naongelea katika level ya kipindi, lakini naongelea mimi nataka kwanza mtu ajue kusudi katika level ya yeye binafsi. Ajibu swali la why, kwa nini mimi niko hapa? Kwa nini mimi nimezaliwa kiume? Kwa nini mimi nimezaliwa kike? Kwa nini mimi ni baba? Kila kitu ukitoa jibu kwa nini iko hivyo ilivyo, na ukajua sasa kwamba wewe unawajibika kujibu hiyo kwa nini, maana kusudi lako utalitimiza. Unawajibika kujibu why ili kusudi lako lifanikiwe. Yapi madhara ya kutotimiza kusudi japokuwa unaweza kuwa unalitambua?
Madhara ya kutotimiza kusudi, japokuwa unaweza kama umelitambua, manake yale matunda au yale majawabu au yale mambo ambayo yalipaswa kutimizwa kutokana na kusudi lako hayatafanikiwa. Hivyo maisha yako binafsi hayatafanikiwa kwa sababu ndani ya kusudi lako kuna mafanikio ambayo wewe umeyabeba. Lakini ndani ya kusudi lako kuna mafanikio ambayo jamii yako inapaswa kunufaika na wewe. Ndani ya kusudi lako kuna mafanikio ambayo hata Mungu unayemtumikia atakutukuzwa na hayo. Kwa hiyo mtu ambaye ameishi kama bila kutimiza kusudi ni kama mnyama tu. Tena bora hata mnyama, wakati mwingine Mungu ametengeneza kusudi ambalo halihitaji kutumia akili, kama ng'ombe kwa mfano. Tunafaidika na maziwa, tunafaidika na nyama, lakini wewe utakuwa ni mzigo, ni mateso kwa watu wengine. Na mtu ambaye hajagua kusudi ni mtu wa kulalamika, si mtu wa kujibu changamoto za watu wengine. Kwa mtu ukiona sehemu watu wana maisha magumu sana, fuatilia ndani yao. Hawajajitambua waone kina nani na hawajajua makusudi yao kuwepo hapa ni nani. Mtu yoyote aliyejua kusudi lake ni mtu ambaye huwezi kuona anaamka asubuhi hajui cha kufanya. Umaskini unaingiana na vipi na kusudi? Yes, kwa sababu kama wewe umaskini maana yake nini? Maana yake lack, kukosa. Si ndio? Tuzungumzie katika level hiyo. Katika level ya kukosa. Ndio. Sasa wewe unapokuwa umepewa ndani yako uwezo wa kuweza kujibu kutatua matatizo ya watu wengine, unawezaje kukosa mafanikio? Wewe umepewa uwezo wa kulima matunda au kulima kilimo ambacho ni faida kwa watu wengi, ukatumia akili na uwezo ambao Mungu amekupa ili kuweza kutimiza kusudi la kuzalisha chakula, unawezaje kukosa mafanikio? Unataka kusema good luck ni kwamba yani kama kila mtu atatimiza au atalitambua kusudi lake, yes, ina maana hatutakuwa na complaints na hatutakuwa na maisha haya ambayo wakati mwingine tunaona kama ni magumu tunayasema. Exactly. Kwa maana hakuna tunaweza kumuita ni maskini, sio? Mungu hajaumba mtu maskini na Mungu hajaumba mtu tajiri, ila Mungu amempa kila mtu kuwa na uwezo wa either kufanikiwa kama kitaka kuutumia au kutofanikiwa kama ameamua. Ndio maana ukisoma Biblia au vitabu vitakatifu vingi vinaongelea kuhusu ujinga, kwamba ndio sababu ya watu kuwa maskini, vinaongelea kuhusu uvivu. Maana yake nini? Kwamba Mungu alishamaliza kazi ya wewe kufanikiwa. Mungu mpango wake wa kukuumba wewe ulishakuwa successful kabla hujaja duniani. You are a complete package of success before the eyes of the Lord. Wewe ni mpango kamili wa mafanikio ya Mungu kabla hujaja duniani. Kwa hiyo wewe usipofanikiwa katika ule mpango wa Mungu, manake unamhuzunisha Mungu. Lakini sio kwamba Mungu hajakuwezesha, ni kwamba wewe ni mvivu wa kufikiri na kutafuta kujua kusudi lako na kuliishi ili watu wengine waweze kunufaika na wewe unufaike na hilo kusudi. Kwa mtu ambaye haishi katika kusudi ni mtu hatari, kwa sababu ataishi akilalamika ili hali ana kila kitu. Tuchukue mfano katika nchi zetu za Afrika. Ndiyo. Watu wengi tuna ardhi kubwa sana. Watu wengi tuna mifugo. Lakini unakuta wale watu ambao wanavyo vitu ndio watu wanaishi maisha magumu. Sasa unajiuliza kwamba kama ni kweli hawa watu wanaona kwamba hivi vitu walivyonavyo bado wanastahili kuwa masikini, tatizo liko wapi? Tatizo liko kwenye kutumia akili kujua kusudi la Mungu kuwapa vile vitu ni nini. Kwa nini Mungu amewapa ardhi bora? Kwa nini Mungu amewapa mifugo? Sasa unapogoma kutumia akili ambayo ndio inakufanya kujua kwa nini niko na vile vitu na kuvitumia kwa faida, wewe utaishi maisha magumu. Kwa hiyo amna mtu eti mimi sina akili. Wewe ukiwa una akili basi sio binadamu. Karunde. Mimi sijaombiwa mafanikio bwana, wenye kufanikiwa ndio wale. Sasa hilo ndio tatizo la watu ambao wamegoma kuishi katika kusudi lao. Kwa hiyo mtu, unajua kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa najifunza wakati mmoja. Wanasema kwamba unaweza, yani ni ngumu sana kumbadilisha mtu ambaye yuko negative kuwa positive. Lakini kuna uwezekano mkubwa wa kumbadilisha mtu ambaye yuko positive kuwa negative, kwa sababu mambo mabaya yana nguvu kuliko mambo mema. Umenielewa? Kwa mtu akikata tamaa ni mtu mfu. Mtu ambaye anasema mimi sijaambiwa kufanikiwa, maana yake amekufa kabla hajafa. Yaani kabla Mungu hajakata tamaa na wewe ushakata tamaa na maisha yako. Ni kazi ngumu sana kumbadilisha mtu kama huyo. Wakati mwingine unahitaji kumwombea tu. Hakuna namna nyingine, kwa sababu wewe ukishajua ndani yako una uwezo wa kufanya kitu fulani, ndipo utakuwa na nguvu ya kukiendea, na ndipo utakuwa na uwezo wa kutafuta maarifa ya kukitimiza. Lakini ukisema kwamba mimi siwezi, na hizi ni kitu ambacho ni kitu hatari sana. Na natamani next time nitapokuja nifundishe kuhusu topic moja inaitwa nguvu ya nini? Mindset. Mindset ni tatizo kubwa sana katika mafanikio yetu. Na nilikuwa natoa mfano mmoja, nitakutolea mfano mmoja wa wana wa Israeli. Naomba nipe muda mchache, nita summarize.
wana wa Israeli Mungu aliamua kuwatoa katika nchi ya utumwa ambao umekaa kwa zaidi ya miaka 400. Sawa. Na akafanya miujiza mingi sana kwao. Lakini akawapitisha njia ya bahari. Na wakadhani kwamba ile njia Mungu anaenda kuwaua. Mungu akawafanyia miujiza, wakavuka bahari na adui zao wakafa kwenye bahari, wakapita jangwani. Wakajua jangwani Mungu anaenda kuwaua kwa sababu hamna chakula. Sawa. Lakini Mungu akawafanyia maajabu, akawapa chakula, akawapa maji. Lakini bado Mungu amewafanyia mambo mengi mazuri sana. Ikafika mahali Musa amewaacha ameenda mlimani kwa ajili ya kuenda kuongea na Mungu. Wao huku chini wakaenda kufanya sanamu kwa sababu mindset yao imejengwa katika utumwa wa kumtumikia yule Misri ambaye kawafundisha kuabudu sanamu. Wakaendelea mpaka Mungu anataka kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Mungu akakata nao tamaa. Wamefika wakati wa kuweza kuvuka kwenda nchi ya ahadi. Wakarudi na ripoti kwa Musa kwamba sisi ni kama panzi, watu wanaoishi katika ile nchi ni majitu, sisi hatuwezi, tutakufa tukienda kupigana nao. Watu wawili tu ndio walielewa Mungu anataka wafanye nini. Ni Musa, ni Joshua na Caleb. Wao wakasema no, sisi tunaweza kupiga wale watu ni kama nyama kwetu. Sisi ndio majitu, wale ni kama nyama kwetu. Na unaona kwa sababu ya mindset ya wao kushindwa, wale wengine wakataka kuwaua Joshua na Caleb. Mungu akaamua kuwaua wao. Kwa hiyo unaweza kuona story ya wana wa Israeli waliofanikiwa kuingia nchi ya ahadi ni Joshua na Caleb ambao walitoka Misri. Wengine ni watoto waliozaliwa njiani. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu wale wengine walikuwa wamejengwa katika mindset ya kushindwa. Kwa mtu akisema mimi siwezi kufanikiwa ni kwa sababu amekuwa katika maisha ya kushindwa tangu akiwa mdogo. Ameambiwa wewe huwezi, wewe ni masikini, wewe mtoto wa mkulima, wewe mnyonge, wewe utaki kufika pale. Sasa kaamini katika kile kitu. Lakini akibadilisha ile belief system yake na akajua ndani yake Mungu ameweka ukuu na uwezo wa kuweza kufanikiwa na kuna kusudi ambalo linatakiwa alitimize ili kwamba mambo mengine duniani yaweze kuwa mepesi kwa watu wengine, huyo mtu atakuwa ni mtu hatari sana na ataweza kuleta impact ambayo dunia haitaweza kuamini. David Lamek Mkuranga anasema Danchibo na mnasikika vyema sana. Good luck George anatoa darasa zuri lenye mafanikio makubwa kuanzia kwenye ufahamu kwenye fahamu zetu. Je, kama mtu hajatambua kusudi la kuwepo mahali alipo, afanye nini kwa haraka ili atambue kusudi lake? Yep, ni swali jepesi sana kwa sababu akili yako ndio central processing unit. Ndio kitu Mungu amekupa kukufanya kwamba wewe uweze kujibu maswali yote magumu. Sawa? Kwa wewe unachohitaji kwanza ni kuelewa mazingira uliopo na kuona kabisa kwenye mazingira hayo una uwezo wa kufanya kitu gani kuweza kuyabadilisha. Katika ule uwezo na kuona hizo sababu ndio kusudi lako liko katika hiyo kitu. Kwa badala kwanza kutafuta kupapasa mazingira yako yenyewe, ukianza kuprocess information za mazingira na kuweza kutengeneza sababu kwa nini iko hivyo na kuweza kupata majibu ya nini kifanyike, maana utatimiza kusudi katika mazingira uliopo. Okay, abana dakika ni 47, muda unakwenda kweli Kalunde. Nataka swali moja chache sana. Wakumbushe watu ambao wamefanikiwa lakini tayari wameshavurugika, yani hawapo tena katika mafanikio. Tunaona vijana wengi unakuta wanakuwa washinda wa milioni ya fedha, washinda matukio mbalimbali, anafanikiwa, anapata umaarufu, anapata fedha au anakuwa na biashara kubwa. Baada ya muda tu kila kitu kwake kinakuwa hakipo. Inabaki tu yule alifanikiwa, alikuwa na maisha mazuri. Wanapotea watu gani kidogo wame wanateleza. Kitu kikubwa ni kwamba mafanikio yote yanayokuja bila utaratibu huwa ni mafanikio ya hatari zaidi kwa mwanadamu. Mungu ameumba kila kitu kuoperate kwa utaratibu. Kwa hiyo ukitaka mtoto leo huwezi ukawapa wanawake 9 mimba ukategemea ndani ya mwezi mmoja utapata mtoto. Mchakato wake utahitaji miezi 9 mwanamke akipata mimba mpaka mtoto azaliwe. Kwa nini chukua miezi 9? Maana ile miezi 9 ni formation. Ni formation ambayo ina stabilize yule mtoto anayekuja kuweza kuishi katika dunia ambayo ina changamoto nyingi. Kwa hiyo huyu mtoto kama asingeweza kutoka ndani ya miezi 9, kuna mambo mengi yangetokea. Ni abortion au angetoka njiti ambaye hajakamilika, anahitaji tena. Kwa mtu ambaye anafanikiwa kwa haraka, anapokuwa hajaandaliwa katika zile hatua za mafanikio yale ni rahisi sana kumwangamiza kwa sababu hajatengeneza msingi imara wa kuweza kumanage mafanikio. Kwa kuna management ya mafanikio yako unatakiwa kujifunza ambayo ni wisdom sasa kabla hujafikia hicho kiwango cha mafanikio, ili mafanikio yasiwe na nguvu ya kukuendesha bali uwe na nguvu ya kuiendesha.